حبيبي يا طه زين قلبي مشتاق لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Zakatul fitri, kuna zakatul badan na zakatul mal. Sisi tutaizungumzia zakatul badan ambayo huitwa zakatul fitri. Hulazimu zakatul fitri kwa kudiriki japo sehemu ndogo ya mwisho wa Ramadhan pamoja na sehemu ya mwanzo wa Shawwal. Ikiwa mtu alikuwa hai wakati wa kuzama jua na akawa hai baada ya kuzama jua kwenye siku hiyo ya mwisho ya Ramadhani kuingia siku ya kwanza ya mfunguo mosi kuamkia siku ya Idi, huyu itakuwa amepata sababu ya kulazimu kutoa zakatul fitri. Inalazimu zakatul fitri kwa sababu ya kudiriki wakati huo tulioutaja. Hata kama ikiwa mtoto alizaliwa kabla magharibi na akaendelea kuwa hai mpaka ilivyoingia magharibi, pia huyu itakuwa amepata sababu ya kulazimu zakatul fitri. Hulazimu kutoa zakatul fitri juu ya kila Muislamu ambaye ana matumizi ambayo ni ziada ya chakula chake cha siku hiyo ya Idi. Siku ya Idi, yani ukitoa ule usiku wa kuamkia sikukuu ya kwanza, bali ni mchana wa sikukuu ya kwanza pamoja na usiku unaokuja mbele, ambaye atakuwa amepata matumizi ya chakula chake cha siku hiyo moja ya Idi pamoja na matumizi ya chakula cha watu wake ambao ni lazima yeye kuwalisha, kama vile baba yake, mama yake mzazi, watoto wake na mke wake. Pia ikawa amepata matumizi ya kukodi, kama anakodi nyumba, kuwa na mtumwa kama yeye ana mtumwa, mfanyakazi kama yeye ni mwenye kuwa na wafanyakazi, yani kama inamlazimikia yeye kwa mujibu anavyoishi awe na mfanyakazi. Sio kutafuta mfanyakazi kipindi hicho ndiyo aanze. Hapo mwanzo hakuwa na tabia hiyo, sio makusudio hayo. Pia akapata matumizi ya kuweza kupata nguo yake yeye ambayo inalingana na yeye pamoja na nguo za ambao inamlazimikia yeye kuwapa matumizi. Huyu ambaye amepata matumizi hayo kwa muda wa siku moja, inamlazimikia yeye kutoa zakatul fitri ikiwa atakuwa na matumizi mengine ziada ya matumizi hayo ya kukodia nyumba pamoja na kununulia nguo zinazolingana na yeye na watu wake ambao ni lazima yeye kuwanunulia kivazi, na ikiwa ni zenye kuzidi juu ya chakula chake yeye cha siku moja pamoja na watu wake, huyu itamlazimikia yeye kutoa zakatul fitri. Kwa hiyo hata kama yeye sio tajiri sana, ikiwa tu amepata hivi vitu tulivyovitaja kwa ajili yake yeye na watu wake ambao ni lazima yeye kuwalisha, halafu akawa na kilo 3 ya mchele au akawa na pesa kidogo kama 5,000, huyu itamlazimikia kutoa zakatul fitri. Hapa kwenye zakatul fitri atahesabiwa yeye ni tajiri, inamlazimikia kutoa zakatul fitri. Asije akasema mtu kwamba hii pesa nimeiweka kwa ajili ya kwenda fumba mathalan, au hii pesa nimeiweka kwa ajili ya kwenda sehemu fulani Forodhani kwenda kusherehekea. La, cha kwanza ni kutenga pesa au matumizi kwa ajili ya kutoa zakatul fitri ambayo imemlazimikia. Itamlazimikia mtu kutoa zakatul fitri kwa ajili yake yeye pamoja na kuwatolea wale ambao inamlazimikia yeye kuwalisha. Kwa hiyo mtu itamlazimikia yeye kutoa zakatul fitri yeye mwenyewe, mtu ambaye tumemtaja. Pia itamlazimikia kumtolea zakatul fitri mkewe pamoja na watu wa karibu kama vile baba, mama na watoto. Hawa wote itamlazimikia kuwatolea zakatul fitri. Ama mke wa baba, yani mama wa kambo, au
mwanamke ambaye amezalishwa na baba yake kama vile mtumwa, sio lazima kwake yeye huyu mwanamme kuwatolea zaka watu hao, hata kama ni faradhi juu yake kuwapa matumizi kama vile chakula. Mama wa kambo ni lazima kumpa matumizi ikiwa wewe una uwezo, lakini sio lazima kwenye zakatul fitri kumtolea zakatul fitri mama wa kambo. Kwa hiyo ikiwa baba yeye hana uwezo, sio lazima kwako wewe kumtolea zakatul fitri huyo mkewe, yani mama yako wa kambo. Ama mama yako mzazi inakulazimikia wewe kumtolea zakatul fitri ikiwa baba yako hajapata uwezo wa kumtolea zakatul fitri. Pia itakulazikia kumtolea zakatul fitri baba yako ikiwa baba yako hana uwezo yeye wa kutoa zakatul fitri. Na ikiwa mtu hana uwezo wa kuwatolea watu wote hao, baba, mama, mke, watoto, hana uwezo huo, itamlazimikia kuanza kutoa zakatul fitri kwa ajili yake yeye. Ikiwa bado atakuwa ana uwezo, atamtolea na mkewe. Ikiwa bado atakuwa na uwezo, atamtolea mtoto wake mdogo. Ikiwa bado atakuwa na uwezo wa kumtolea mwingine, atamtolea baba yake. Kisha akiwa na uwezo atamtolea mama yake. Akiwa bado ana uwezo atamtolea mtoto wake mkubwa. Na lau kwamba mtu amemuoa mwanamke ambaye ana uwezo, je, inamlazimikia huyu mwanamke wakati huu kutoa zakatul fitri? Mwanamke kwanza moja kwa moja, na ni maarufu hiyo hukumu, haimlazimiki kumtolea zakatul fitri baba au mama au watoto wake. Yeye kama yeye tu kwa waliozungumza kwamba atatoa zakatul fitri. Na huyu mwanamke ambaye ameolewa, zakatul fitri yake ipo juu ya mume wake. Hata kama yeye ana uwezo, wanawazuoni wamezungumza kwamba sio lazima kutoa zakatul fitri kwa sababu yeye yupo kwenye usimamizi wa mume wake. Bali maelezo kwenye masala haya ni marefu. Baadhi ya wanawazuoni wamesema kwamba hata kutumia hatakiwi atumie isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Lakini kauli ambayo ni yenye nguvu, ana uwezo wa kutumia, lakini vizuri na adabu ni kumwomba ruhusa mume wake kwanza kwamba anataka kutumia pesa zake yeye mwenyewe kwa kitu fulani fulani na fulani. Hiyo ni katika ukamilifu wa kumnyenyekea na kumfuata mume wako na kumtendea wema mume wako. Haya ni madhhabu ya al-Imam Shafi'i, ndio amezungumza hivyo. Kwa hiyo kwenye zakatul fitri mke haimlazimiki kutoa zakatul fitri, lakini wapo baadhi ya wanawazuoni pia ipo kauli ya kusema kwamba mke itamlazimikia kutoa zakatul fitri, lakini wanakubaliana kwamba mke haimlazimiki kumtolea zakatul fitri na mwingine, bali ni yeye kama yeye. Na ikiwa ni mwanamke ambaye hajaolewa pia haimlazimiki kumtolea na mwingine, ikiwa ana uwezo na hajaolewa bado, hapo wote wanakubaliana kwamba huyu itamlazimikia kutoa zakatul fitri kwa vile hajaolewa, na zakatul fitri yake yeye ipo juu yake yeye mwenyewe ikiwa tayari ameshabaligh. Ama ikiwa bado hajabaligh, hata kama ana uwezo, huyu haimlazimiki yeye kama yeye kutoa zakatul fitri, bali wazazi wake ndio ambao watamtolea zakatul fitri yeye. Na kwa ziada hapa ni kwamba ikiwa mtu tayari ameshabaligh, mwanamme au mwanamke, wewe mzazi unayetaka kumtolea zaka huyo mtoto wako ambaye kashabaligh, haitojuzu hiyo zaka mpaka utakapomuomba ruhusa kwamba unamtolea zaka na akakupa ruhusa. Sivyo hii pesa yako itakuwa imeenda bure, zakatul fitri hapo haijasihi. Kwa hiyo hapana budi kumuomba ruhusa yule ambaye unataka kumtolea ikiwa tayari ameshabaligh. Ama ikiwa si mtoto wako, ni mtoto wa mwingine, huyu utamuombea ruhusa moja kwa moja hata kama bado hajabaligh, ikiwa tu tayari ana upambanuzi anaweza kutoa jawabu. Kisha na zakatul fitri ni kiasi cha pishi moja. Pishi moja ni kilo 3 takriban. Inalazimu kutoa zakatul fitri, na zakatul fitri
ni pishi moja, kwa kila mtu mmoja ni pishi moja. Ikiwa mtu anajitolea yeye na wengine, itamlazimikia yeye kutoa pishi moja kwa ajili yake yeye mwenyewe, na kila mmoja katika ambao inamlazimikia kuwatolea zaka amtolee pishi moja moja, na pishi moja ni sawasawa na kilo 3 takriban. Pishi hiyo inatakiwa itolewe ya chakula ambacho ndiyo chakula kinachotumiwa katika mji ambao huyo mtu yupo. Ikiwa ni Tanzania ni Tanganyika, Unguja pamoja na Pemba, italazimu kutoa mchele kwa sababu ndiyo chakula kinachotumiwa kwenye sehemu hizo. Kwa hiyo mchele kiasi ya kilo 3 takriban. Na ikiwa ni Kenya, wataangalia wao ni chakula gani ambacho kwenye mji ndiyo chakula ambacho kinatumiwa. Kama ni mchele, atatoa mchele kilo 3. Ikiwa ni sehemu nyingine za Uarabuni wanatumia ngano, ndiyo chakula chao cha mji haswa, basi atatoa ngano kiasi ya kilo 3 takriban, na ataangalia zaidi yeye yupo sehemu gani na chakula gani ambacho ndiyo chakula cha mji cha punje punje. Hicho chakula ambacho ndiyo chakula cha mji cha punje punje, ndiyo atatoa chakula hicho kiasi ya kilo 3 kwa ajili yake yeye, na ikiwa inamlazimikia kuwatolea na wengine na ana uwezo, atamtolea kila mmoja kiasi ya pishi moja, yani kilo 3 takriban. Na inajuzu pia kuitoa zakatul fitri katika Ramadhani yote. Ikishaingia tu Ramadhani, inajuzu mtu kuitanguliza zakatul fitri, sio haramu wala sio makruhu, lakini ni bora zaidi mtu atoe zakatul fitri kwenye ile siku ya Idi kabla ya swala ya Idi. Wala haijuzu, ni haramu yani kuichelewesha zakatul fitri, mtu akawa hajatoa, watu wakamaliza kuswali, ukapita mchana ukaingia usiku mpaka ukamaliza usiku, ye hajatoa zakatul fitri. Huyu atakuwa ameingia katika uharamu na bado ufaradhi upo juu yake. Sio maana yake kwamba ameingia kwenye uharamu ndiyo basi, la, itamlazimikia alipe deni. Kwa hiyo ambaye miaka iliyopita ilikuwa hatoi zakatul fitri, ajue kwamba ana deni. Ikiwa ni miaka 10, apige hesabu kila mwaka mmoja kilo 3, ikiwa alikuwa na uwezo. Kwa kila mwaka ambao alikuwa na uwezo, hilo ni deni. Sio kwamba ni basi, la, bado linabakia kuwa ni deni. Itamlazimikia kulipa hilo deni ambalo anadaiwa, pamoja na kuwa anapata dhambi kwa sababu ya kuchelewesha kwake. Ama ambaye amechelewesha kutoa zakatul fitri mpaka watu wakaswali swala ya Idi, lakini haijapita ile siku ya Idi, huyu hatoingia kwenye haramu, lakini alichofanya yeye si jambo bora. Sio sunna kufanya hivyo, yani amefanya kitu ambacho ni makruhu kukifanya, na inalazimu kwenye kila zaka kunuia. Kwa hiyo kwenye zakatul fitri mtu akishatenga kiasi ambacho anataka kutoa zaka kwa ajili yake yeye na wengine, au kwa ajili yake yeye, au wakati anamkabidhi mtu mwingine kile kitu ambacho yeye ndiyo anatolea zaka, hapo atanuia kwa kukusudia kwamba hadhihi zakatu badani, hii ni zaka ya mwili wangu, yani hii ni zaka ya alfitri yangu mimi. Na ikiwa anamtolea na mwingine pia atanuia hapo hapo kwamba hii ni zaka ya watu wangu fulani ambao inamlazimikia yeye kuwatolea zaka. Wakati anatenga mchele au wakati anampa masikini yeye mwenyewe, ikiwa yeye ndo anotoa yeye mwenyewe, na ikiwa anapeleka msikitini, wakati anamkabidhi yule ambaye anakabidhiwa, hapo ndiyo atanuia. Ni lazima pia kunuia kwenye zakatul fitri, na nia inakuwa kama tulivyofahamisha, hii ni zaka ya mwili wangu, yani zakatul fitri yangu mimi. Ikiwa anamtolea na mwingine, atakusudia kwamba hii ni zakatul badan ya mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani na mfano wa hivi. Huu tulioutaja ni ufupisho tu katika masala ya zakatul fitri, na insha Allahu baada ya darsa hii tutasoma hadithi
kwenye kitabu cha Bulughul Marami, na hapo insha Allahu tutakunjua zaidi kuliko tulivyokunjua hapa katika masala hayo ya zakatul fitri, na tutazungumza pia kuhusiana na kutoa pesa kwenye zakatul fitri au kwenye zaka nyingine. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi awwalan wa akhira. فارحم اللهم شيخي هبه من خير النوال وبه اجمعنا إلهي في جنان وظلال. فارحم اللهم شيخي هبه من خير النوال وبه اجمعنا إلهي في جنان وظلال. وعلى المختار صلى الله ربي ذو الجلال ما تغنى الطير شوقا أو سدى فوق التلال. وعلى المختار صلى الله ربي ذو الجلال ما تغنى الطير شوقا أو سدى فوق التلال.